Kwa kuna watu wako nje ya nchi wananyemelea amani yetu ambayo ni tunu katika taifa letu. Na amani, ndugu zangu, nakwambia ni kama vile glasi, kama vile yai. Ikidondoka glasi hairudi tena kuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Na likidondoka yai husambaa pale pale, halirudi tena kuwa yai. Kwa hiyo amani hii si kitu cha kuchezea, katika mambo yote tuchezee. Lakini si kuchezea swala la amani. Hutokwenda kufungua saluni, hutokwenda kuuza mamalishe, hutokwenda na bodaboda yako, wewe shehe hutokwenda kusalisha msikitini, wala padri hutokwenda kusalisha kanisa. Unaenda kusalisha nani wakati mitutu inawaka? Atakaenda kusalisha nani? Mchungaji, shehe, unamsalisha nani? Utaenda kumuuzia nani sokoni wakati hakuna mtu anayekwenda sokoni? Hali ya hatari na tangazo marufuku kutoka nje, mtu utajinyea na kupolako ndani mule mule. Kimfanya mchezo ni na vita. Na wengi hawajui. Na ndio maana sisi wazee wetu walikuwa wanatuhubiria amani. Jamani, msichezee amani. Lala na njaa, lakini asubuhi unaamka na jembe lako na kwenda kulima. Lala na njaa, asubuhi unaamka na ndoano zako na kwenda kuvua na uso unapata riziki. Burudani jioni kwa kule kilabu chake cha pombe na kunywa, anaimba mimbo yake, anarudi saa 4 za usiku anaimba, mkeo anamfungulia mlango na kula ugali kalala. Siku imekuisha hiyo, amani na utulivu. Lengo letu kubwa hapa ni kuongelea kuhusu amani kabla na baada ya uchaguzi. Nawashukuru sana viongozi wangu wa dini. Mmekuwa na hofu ya Mungu, mmekuwa kitu kimoja. Sasa tuendelee kudumisha amani yetu. Kabla na baada ya uchaguzi tuendelee kuwa kitu kimoja. Lengo la serikali ni kujenga nchi. Na sisi wananchi lengo letu ni kuisaidia serikali nchi iweze kusimama na kuwa na maendeleo. Kwa jina naitwa Mchungaji Beja, Mzee Beja. Tukivunja hii amani, tukiruhusu amani hii ikapotea, hakutakuwa na amani nyingine tena. Sasa basi twende tukailinde amani yetu huko tunakokwenda. Pia vile vile hata tunaposimama kwenye nyumba zetu za ibada, tujitahidi kuelimisha, kufundisha na kuongoza watu katika amani. Mungu wetu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Na Mungu wetu huyu anatuwazia yaliyo ya amani. Hata ukisoma katika maandiko matakatifu anasema kwamba kwa maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani na kuwapa matumaini. Sasa basi, ndugu zangu, viongozi wenzangu, twende tukapeleke amani huko tunakokwenda. Hata kama itatokea kuna uvunjifu, tujitahidi tuelimishe mpaka wakubali. Ikiwezekana tufunge kabisa kwa ajili yao.